Pinki, naomba unisamehe sana, tena zaidi ya sana kwa hichi nilichokufanyia. Hii ndio nyumba yako ya milele. Nimeona bora nikuweke humu ili usiendelee kumsumbua mume wangu, ingawa mimi bado nampenda mume wangu. Pinki, shobo zako na umalaya wako kudandia waume za watu, hichi ndio kilichokukuta. Naona humu ndo kuna kufaa, ila unisamehe sana kwa hichi. You are chosen one to God to accomplish His purpose. Mtumishi, karibu sana. Unajua hata katika maandiko matakatifu Yesu alibadili maji kuwa divai. Kwa hiyo naamini hata leo utatenda maajabu yako katika hili. Badili hii pombe kuwa divai ili tulewe kiasi cha garagara kabisa. Radi. Ndio. Mimi na pombe ni vitu viwili tofauti. Maneno matakatifu yanasema tumtumikie Mungu angali tu vijana. Kijana mwenyewe anayezungumziwa Radi ni mimi na wewe. Radi bado na nguvu. Hata ukimfuata mtu ukamhubiria ukampa Injili atakuelewa. Lakini kuna umri ukifika tutakuwa tena hatuwezi tena kutangaza neno la Mungu. Sasa huu muda Radi ambao unapoteza kunywa mapombe, ndugu yangu, unapoteza hela. Kwa nini usitumie muda huu kwenda kutangaza Injili? Na kitu kimoja ambacho nikwambie Radi, ni Mungu amenituma kuja kuzungumza na wewe. Karibu sana kanisani kwangu. Napita. Mungu amekuleta Eti amebadilika kweli. Amekuwa mtumishi. Siwezi kuamini. Haiwezekani hata. Tamaa ukiweka mbele unaingia. Kazi ulionituma nimeshaifanya tayari. Nimeshamfukia Pinki na ina imani hatarudi tena kwenye maisha yetu. Na kilichonileta hapa, nataka unipatie dawa ili mimi na mume wangu tukae sawa kama zamani. Sawa. Lakini mimi nishaacha masuala ya uganga. Sasa hivi nimeokoka sasa. Na kutwa mimi huwa nashinda kanisani. Leo tu ndio imekuwa bahati umenikuta hapa nyumbani. Yaani umeacha kivipi yani? Mbona sikuelewe? Yaani namaanisha sasa hivi nimekuwa mtumishi sasa. Zile nguvu zote za kiganga sasa hivi sina. Alafu kuhusu Pinki hawezi kurudi tena duniani. Sababu viungo vyake vyote nishaviteketeza. Najua unanitania. Na najua pia hautaki kufanya kazi yangu. Ila kwa mimi mbele ya Bwana wangu nitafanya chochote kile nikiwezacho. Acha niende. Nitajua mimi nafanya. Gadisa, inaonekana ni mtu mwenye mawazo sana na hauna furaha kabisa. Ni kweli siko sawa,
Pastor Shaka, nina muda sasa sijamuona mke wangu, yaani nyumbani kwangu hayupo kabisa, na nimejitahidi kumtafuta kila sehemu. Bro, nimefika mpaka nyumbani kwao, mke wangu hayupo. Na hautomuona kabisa. Lido, kuna mwanamke ambaye ulimwahidi utamuoa. Huyu ndio mwanamke ambaye ameweza kumpoteza mkeo, kwa sababu ulimwahidi ahadi ambayo umeshindwa kuitimiza. Samahani, umewezaje kulijua jina langu? Aliyakuwa tokea nilivyokuja kwenye huu mji mpya sijapata kumtamkia mtu yoyote hilo jina. Lido, mimi ni mtumishi wa Mungu. Nimepewa ufunuo kwa juu yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Mbona ukuniuliza nilivyotoa ilizi nyumbani kwako? Na hujajiuliza kwa nini nimejua jina lako? Na kwa nini hujajiuliza nimejuaje ahadi uliyompa mpenzi wako? Basta, bado unanichanganya. Naomba uivumbue akili yangu. Huyu mwanamke ambaye unamaanisha nilimwahidi kumuoa, unamaanisha ni Ashura? Huyo huyo. Kwa maana yeye ndo amemficha mke wangu, sio? Ndio. Asante. Ila naomba Pastor, usinifundishe cha kufanya. Nashukuru sana kwa maono yako, kwa maana hii dunia ndio inafanya binadamu tuonekane sisi wabaya. Asante sana. Lido, usitumie hasira, yanazungumzika. Pastor Shaka Zulu, you are chosen one to God to accomplish His purpose. Dada yako yupo? Hayupo. Unasemaje? Hayupo? Dada yako atakuwa ameenda wapi? Na ufupi ule kama kistori, ni nani ambaye atakayeweza kumuoa yule? Ni muda mrefu sana. Ulimwahidi dadangu kuwa utamuoa, ila baada ya kupata pesa ulimtelekeza na kuondoka mjini. Inakuwaje leo hii unakuja hapa kumtafuta na kumuulizia kiasi hicho? Dadangu mpaka leo hii ana hasira sana juu yako, na yupo tayari kukufanyia jambo lolote baya juu ya maisha yako. Kwa hiyo cha kukuomba ni bora uondoke. Kumbe huu ulikuwa ni mpango wenu mkakati, si? Kwa hiyo mlikaa kama familia, mkanidiskasi mimi Lido jinsi gani kunifanyia kwenye maisha yangu. Sasa nisikilize. Tena ukae ukamwambia na huyo dada yako, na wewe haya maneno ambayo unazungumza apite kwenye ubongo wako vizuri. Bitches. Sisi wanaume tuna wanawake ambao tunatafuta nao na tuna wanawake ambao tunaishi nao au kutumia nao. Siwezi kuwa na pesa Lido nikakaa na dada yako kifupi kama kistori. Nampeleka wapi? Tips anaingia yule. Nimpeleke wapi yule? Ambaye anaweza nikaingia mimi Lido na pesa zangu, niko na wanangu tumevimba tumekaa, tunakunywa zetu bia, niingie na kistori kama kile. Nakwambia ukweli ambao usiofichika. Nachoma kibanda chenu. Niitie dadako hapa. Yaani kama yeye ana hasira na mimi nina hasira naye vile vile. Niitie dadako haraka, bila hivyo nachoma hichi kibanda hichi. So kama nimepata pesa na tabia zangu zimebadilika, niko vile vile, sijabadilika. Niitie dadako. Nimekwambia dadangu hayupo. Hayupo eh?
Kwa nyinyi washirikina sana, si ndio? Kwa nyinyi vigagula sana. Nyinyi mapilot usiku mnapaa, si ndio? Mimi mwenyewe mshirikina vile vile. Mimi mchawi vile vile. Mimi kigagula vile vile. Tena mimi ndege yangu haina rubani babu, inaenda yenyewe. Nilichomfuata hapa ni mke wangu. Nimekutana na Pastor Shaka, amenielekeza kila kitu kwamba mke wangu yeye ndo ambaye amemficha kishirikina. Naondoka. Na hapa kwenu naacha nyayo. Bro, ukiona tena hii sura, next time utakapoiona hii sura inarudi katika hii ardhi yenu, sio kivingine kama nilivyokuja sasa hivi. Yaani nakuja kiubaya, yani 4-4 tu. Mke wangu lazima nimpate. Kilema. Pastor Shaka Zulu, you are chosen one. Ashura, hii ni kazi ndogo sana kwangu. Shika ikisu. Shika Ashura. Shika na kitambaa. Ukikata kitambaa katikati, anakufa huyo. Kata Ashura. Ashura, usimuue, maana huyu ndo chambo wangu. Nitakapomaliza kazi yangu nitakurudishia. Pastor Shaka Zulu, you are chosen one. To God, to accomplish His purpose.